Asante sana. Umeshatambua kuwa sauti sili geni kwako. Ebana ni mjanja wako mwana wa nyumbani, Mr. SS au unaweza kunita Sule Sindimu. Niko on the mic. Lakini kama kawaida, kama dawa ndani ya kipindi Hit Music, peke yangu inakuwa ni uchoyo. Peke yangu bana inakuwa ni uchoyo. Yes, upande wa mic ya pili kama kawaida niko na Mr. Fiston, mzee wa fashion. Yanakuambia ukitaka koti sahihi kwa wewe unataka kufanya sherehe mbalimbali, basi inakuwa ni muda mwafaka wa kumtafuta Mr. Mzee Fiston. Wengine wapenda kuita wakonesere. Yes, ni Mr. Fiston sasa ambaye tutakuwa pamoja tukilisoga ingwe hadi saa 5:30. Tukukujuza yale mawili matatu manne matano masita ambayo yanazigonga story mbalimbali za waimbaji mbalimbali. Buja Flavor tutaigusia, pia tutaingia ndani ya ES Africa kuna jiri nini. Moja kati ya muhtasari ya yale ambayo tumekuandalia mezani hapa today. Yes, tutakuja kuruka pande za huko Kumashuha ambapo mwimbaji Ahanovich yeye ajiandaa kuweka hadharani moja kati ya track yake mpya. Iko vipi, itakuwaje? Yes, watu wakodolea macho track ya Rumonge Remix ambayo Sony huenda ikawekwa hadharani. Kwa nini mpaka sasa track hii haijawekwa hadharani? Shima FM. Yes, upande mwingine ugaigai hatutembea nao. Mwimbaji Satibi kupitia kwenye kurasa wake wa Instagram naye kadumukiza moja caption ambayo wajanja wengi tayari wameanza kujiuliza nini tatizo. Ebana 1 2 3 kwa msichana Raguel jana kupitia kwenye kurasa wake wa Instagram. Kuna mawili matatu kadumbukiza hapo ambao watu wengi wadau Buja Flavor wameanza kutupa mgembegebe nyingi na kujiuliza kwa nini msichana huyu kafanya hivi. Yes, ujue yo mpya kabisa wa ndani ya Evo Music. Huku ni Rumonge Flavor au ni Rumonge ya nyumbani, kuna jiri nini? Ebanda upande wa pili kule East Africa kuna jiri mambo kem kibao. Lakini moja kati ya kitu ambacho kinazidi kushangaza watu wengi ni kwamba lile track Koma Sava kutoka ndani ya WCB lazidi kushitua sana dunia nzima. Kwa nini? Kwa sababu iko hivyo. Bana, nilikwambia kwa siko peke yangu ndani ya nyumba, niko na mzee Mr. Fiston. Labda ni muache naye kugusia mawili matatu katika muhtasari ambayo yale amekuandalia. Bana, hamna salamu leo kwa sababu tuna mambo kem kibao. Nimewasalimia mimi jamani Mr. Fiston. Si una hasira lakini Nishawasalimia bana. Mimi niko poa, niko fresh, nasikia yani uko very smart na umependeza sana. Ni sio kupendeza bana. Leo nimevaa Shima FM. Naona. Niko vizuri. Leo umevaa bendera ya Shima FM. Umeona sasa? Umetisha sana. Hamna ugaigai mundani. Hamna ugaigai. Bana, kwa wale machache ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo, ikiwa ni tarehe 30 mwezi Juni mwaka 2024, tumekuandalia story haswa ambazo zina trendi huko mitandaoni kuhusu story za baada ya Rayvanny na Harmonize kufanya big collab ambayo imekuja kuonyesha kwamba ina uhasama fulani, huko upande wa pili wengi wakiwa wanadhani kwamba hao wasanii wawili wanataka kuangusha meza. Naweza nikalichukulia hivyo. Pia nitagusia story ambazo zinasemekana kwa upande wa ex ambaye alikuwa ni ex wa Harmonize, Kajala, ambapo kuna story nyingi ambazo zinasemekana kwamba huyo mpenzi wake wa zamani kwenye masuala ya muziki huko inasemekana kwamba alitenganishwa na Harmonize, hivyo ikaja kupelekea yeye kutokuwa na mawasiliano mazuri au maongezi mazuri na Diamond Platnumz aliyekuwa ni bosi wa Harmonize. Yes, ni hayo na mengine ambayo sisi sasa ndani ya Hit Music tutakusogezea. Nimekuambia kuwa hakuna umbambamba wala ugaigai, ni moto. Tutakuwa tuko full fresh kabisa.